Hey, Wangwana, what's up? What's popping? It's your boy again, Jack Mini Mkurugenzi. Na kabla sijaingia katika kaya leo man, nataka nishukuru wale wenye review hiyo the previous episode of Story of My Life. Wenye subscribe, the new subscribers man, to keep pushing this thing the next level. Na wenye haja subscribe manze, just make sure unagonga like na unagonga subscription hapo chini manze. The aim ni only 1000 subscribers in the meantime, au sio dao? Make sure unanipeleka na mtaratara katika subscription. Just ensure uko na mimi on the storyline, tunapiga story to the next level, au sio dao? Now, story ya leo nakumbuka nilipigia story ya about the previous episode ilikuwa about the story of my life, me and my young brother pale Ushago, venye kulienda, venye tulichoma miwa. Na leo sasa nikawa brother kuzaza tu na moto juu mimi na moto nikatuna click mbaya sana. So leo ya leo man, nataka kurudisha up to the primary level of my studies man. What happened, what transpired na venye kulienda. Now, wangapi walisoma boarding school? Yeah? Wangapi walisoma pale boarding school manze? Unakumbuka venye vitu zilikuwa? Ulikuwa pale unatoka unachota maji kwa tank. In fact kama ilikuwa ni private school, I know you can relate this. Steam inapotea na mnatumia gas vibaya sana. Walimu wataki kujua juu lazima msome. Masomo ni mpaka saa 4 max. Na ikifika by saa 4 mnajua mnaenda kulala na kuamka bali bado tu ni saa 10. So, this time manze, before in the boarding school mimi lazima najua Kiswahili. That's the funny part of this story. Sikuwa najua Kiswahili man, mimi na my kid bro bado tulikuwa na grow na hii. Juu kuna life yangu inaenda hii side. Jua tu my brother is somewhere involved. Now, when tulikuwa naingia in this school, tulikuwa very young and stupid guys. Ya tuko najua Kiswahili vibaya sana. Tuko naelewa anything. Tuko najua habari yako ni mzuri. So now when before my dad passed, tukachukuliwa primary, tukatolewa public school, tukapelekwa on a private school. So now this private school ilikuwa somewhere in the borders ya Wakale na Wajaka, ama Wanandi na Wajaluo, watu wa Samaki. School ilikuwa fit, ilikuwa poa, ni private manze pale, mnadunga uniform, mnang'ara, mnavaa socks. Ilikuwa first time kuvaa socks. Nani alikuwa anavaa socks public school hizo maenzi ma 206 uko 207. So mwanzo nitaona tumechukuliwa, tumevaa socks, tumevaa uniform pale, tumepiga look hapo. Ni tie ilikuwa inashona kwa hiyo uniform yenyewe, inashona tie, unagongelea tie yako hapo, unakaa fiti. So this day tumeenda pale, tumelog in school. Basi I remember first time mimi na my kid bro pale tunaingia chini ya mwalimu akana force, tunaingia chini ya meza, tunaweka Jaluo, tukitosheka tunakaa hapo, tunaanza kuangalia vile tunaweka Kiswahili like guys, mnaongea French ama Kiswahili like habari yako mzuri uko aje? Mjambo wanafunzi, tunaangalia tu mwalimu like mjambo wanafunzi, what the fuck are you saying? Mjambo. Oh fuck. So from there on tuka click after 2 weeks manze pale sasa tunaanza kujua Kiswahili ni nini, kusema nini. Tukisema tu like tunaweza kaa tu na mwalimu na tupige Kiswahili moja safi na tuambie yes nimeleta daftari langu sahihishe. Hatukuwa danda vile baya, hatukuwa danda, tuseme tukua danda. Bado kuchelewa shule, ilikuwa ni kuchelewa wengine moto mofa. Tunatolewa home by 6 am in the morning. Na sisi na kina nani? Mchezo kwa barabara. Ilikuwa imeshika. Unachukua kijiti, unasukuma nayo mawe, usonge pole makiu, unaanza shule by 7:30 am. Tumefika pale. Sisi tuko naingia shule I think saa 4, watu wakaenda kukunywa uji ya saa 4:30. So this day after I think 2 years manze tukapelekwa boarding school. Tumepelekwa boarding school in class 3. Class 3 yo boarding school, umechana mama yako, umechana brothers wako, umechana dadako wa beshte wako wa mtaa pale, unasianga tu boarding school. Mimi na boarding school ndawezana kweli? Ngori kuruka. So mwanzo tukaingia shule, after kuingia boarding school
Tukaanza kuzoea sasa venye life inakuwa man. Unaamka pale saa 10:30. Unajua unafaa kwa class unasoma. Lakini masomo si huko tu iko na maziara yake mtu yangu. So after kuza boarding school tulikuwa na stima by that time, tulikuwa na stima. Hata makosa ni yangu. Hatukuwa na stima, tulikuwa na generator. Generator inawaka, inawasha by this time mafuta kisha kulikuwa tunatumia gas. Now mark P word gas. Gas is the main story, the main thing ya leo, right? So steam ilikuwa inapotea pale, tunawekewa gas hapo inawaka for a while, tunawachilia. Tunaenda tunasoma vizuri. So, I remember after kuzoea boarding school, tushazoea tunafaa tunaamka, tunachukua my uniform, unapiga games kit, maybe games kit, unaingia class pale, unasoma majioni ikifika by saa 12:30 saa 1 hapo mshachukua sapa yenu, mnaingia class ni kusoma. Na boarding school unajua vile kuna kana ni private school, so lazima usome, lazima uwe akili yako kwa daftari, lazima usome. Na get. So right now tumefika kwa class class 5 pale darasa la 5. Maana tushaanza kugrow, tupigiwa B kisha ndio venye form inaenda hii shule. Maana after a while kuna destiny ilipotea I think for 3 days. For 3 days haiko imefanyika. Steam ilikuwa imekamkam, but tulikuwa na generator at sometimes. Kama full haiko tunatumia gas. So I don't know if you mnajua gas. Ilikuwa ni gas fulani LPG, but ilikuwa na light. Ka light fulani hapo juu yake unawasha alafu na kurumsha polepole, unaongeza speed. Unaongeza speed polepole, mnyongo ni polepole. So now maze this day steam imepotea 3 consecutive days maze, hauwezi buy fuel every day, steam haiko every day. So like the only thing tunatumia ni gas. Kulala tunaenda kulala saa mapema. By saa 2:30 tuko dormitory kulala. Tumeanza kushika usingizi, kazi ni kuchora tu. Unachora US dollars. Sasa hivi US dollars unachora hivi alafu unakaa hivi. US dollars wenyewe kwa hiyo sana US dollars unachora utanda yako. So maze 3 days tumepotea maze, alafu tunatumia kitu for 3 days. Tuko like wow. Then what tumeanza kusoma. I had this friend alikuwa anaitwa Kevin Otieno. Kevin Otieno, wherever you are man, shout out to you msomi mwenzangu. So Kevin akaniambia hapa ameingia boarding by this time. Kevin tena ananiambia manzi, unajua gas ikiweza lipuka, mimi nimesoma ikiweza lipuka inaweza cover around 3 kilometers. Hii center yote za Chomeka, shule yote Chomeka vibaya sana. Iko tu ichome ma area around the vicinity ya 2 kilometers ikichomeka hii gas ikilipuka. So mwanzo nimeenda nikajikarisha chini on this particular day. Nikajiuliza sasa gas miki venye imetumika hivi si inaweza lipuka? Na ikilipuka itakuwa aje? Mimi nichomeke juu ya masomo? Sidhani hizi mekio hiyo kidogo ngori. Hiyo bad. So, but this evening afternoon games time. Nikaona wameshaanza kuweka gas, ilikuwa sasa zimeletwa 2. Washaanza kuzeti kwa dining hall ndio 6 ikifika. Boarding students wote waingie pale wasome sasa kwa dining. Manze nikakaa hivi nikajiambia mimi leo nitalala hii shule kweli. Kulala siwezi dori shule leo man. Leo siwezi dori. Manze jioni nilifika after games tu, kengele pia games time. Sasa after games yuko na class kamoja, then wanaishia mtaa. After tu amepiga game time tukaingia class, nikashikana na Kevin Otieno vizuri na some friends. I can't remember the exact name of friends in class 5 by that time. Najua talking of Burand, Kevin and the rest. So man, after pia tu ngela kwenda mtaa. Oi, guess what? Yeah, you guessed right. Mimi nilishikana na watu wanaenda mtaa. Tunaenda home. Vibaya sana. Mimi leo sikai hapa. Leo mimi naoka nikae shule. Gasi kilipuka, alafu mimi nilipuke, niende, nikufe. Wapi? Siwezi. So man,
This day after kutoka nikapita gate. I think the watchman hakuwa keen. Jumi nilienda nikaweka kofu, nikaweka sweater kwa kichwa. Na nikajishikalisha bag hivi nikana na Kevin nikanapiga story ile wa siu hata wewe ni old scholar wa kila siku. Na then nimefika pale sasa tukafika kwa barabara main road. Sasa mimi naenda mtaa, mimi naenda home. So friends when you train at home tuwaambia tu man, guys, mtasijaribu kuja boarding school. Boarding school ile gas tuko nayo ikiweza lipuka 2 kilometers ni mtadedi vibaya sana. Bijanga like, oh, kudedi tena. Mimi dedi kuja boarding school. Mimi siwezi dedi kabisa. Exactly. Usikuje boarding school. Kasema okay, ni sawa. Ni sawa. Mimi naye gumosi gupili mpaka wapi? Nyumbani. Maanza kufika pale mtaa. Nimepata watu wako mtaa but kulikuwa na mfanyikazi pale home. Nikamwambia mimi na feel sick. Nimekam home, mimi siwezi kaa shule. Nimeambiwa nikam home for a while. Sasa mimi I'm shaking, natetemeka, lazima ujifanye wewe ni msick. Kidogo ndani ya nyumba. Piga chai yangu pole polite. Nikatulia hapo ndani, nikangoja chai. Kangoja sasa mzai, nikangoja maadhe mkoro. Akawa ananiambia maadhe mimi ya feel sick, niambia nikuje home, nitulie for a while. Okay, sawa. Umekuja home? Okay, karibu. Madhali kabla kanishika tu kichwa akafanya, uko mgonjwa? Okay, sawa. Hiyo siku tulilala tu vizuri. Tumetulia tu. Lakini naangalia venye naangaliwa na madhe. Madhe anaangalia anasema lazima huyu kijana kuna kitu anapima bangi. Anaona mimi mtoto, anaona mimi mtoto yake. Badala mimi nione mtoto wangu, anaona mimi mtoto yake. Alikuwa na best friend mwalimu shule akamhola. Kaambia, jambo unajua tunye wa mother uko na mshene. Kampigia simu akamvuta kama mimi nasikia. Madam nani? Uko aje? Uko fiti? Nasikia niko na mtoto mgonjwa, mmemwambia akuje nyumbani. Ni ukweli? Siku zenye alisema exactly, but nikapewa maji fulani ile za sasa unanipima bangi mtoto yangu. Sawa. Long story short. Saa 1 asubuhi the next day nilichukuliwa na pikipiki na madhe nyuma yangu mpaka kwa shule. Tukaambiwa wewe una sneak shule. Oi guys, I saw a long day. Iliona siku sijawahi ona mtu yangu. Walimu walinitembelea. Walini massage kidogo. Wakanishika wakanishawishi na maviboko. Hiyo ilikuwa siku mrefu mtu yangu. Nilinyanyaswa. But man, from then ndio anajiulizaga na kanga chini najiuliza. Gasi inalipuka. Gasi hiyo kama mnakumbuka gasi ilikuwa na light. I don't know when it's najua ni gasi ilikuwa na light. I was still a kid, I was still growing. Gasi inalipuka guys. Mimi sielewi story za zingine like. Kama Kevin anataka nipima akili, jusia Google niangalie gas gani zinalipuka, gas gani hizi lipuka. Lakini sasa kusneak shule sasa ndio najiuliza lazima ningesneak shule wenye libaki mbona hapo kwa kufa. Najiulizanga. Yeah. And that's the story of my life ya leo. Na kanga chini najiulizanga man. Lazima ningepitia kiboko yote. Na sasa fikiri tuulizanga tu wazazi. Kama mtu amekuja ni mgonjwa, si mmoja tu amekuja tu kuchukua rest, leave. Mtu amekuja leave. Achukue mapumziko pole. Alale. Ndarudi shule. Yeah man, that's the story of my life in class 5 when I sneak primary school nikaenda mtaji gasi na zalipuka. Na yeah, who does that? Right now I know the school is developed, wako na steam, competent, wako na walimu wazuri. Yeah. Now, hey, make sure you subscribe down there. Stories zitakazo zinakuja moto. We are still starting. Ndio tunaanza ikipindi. Tunaanza sasa. Ndio tunaingia sasa.
So guys, make sure you subscribe, una like, na una leave a comment. Tell me what you think. Yeah, that's my story of today. And adios muchachos guys. Peace. I'll see you. Tukutane hapa next place, this exact place next time. Until you find a good venue, stories zitakuwa zinakam. Don't worry about the light. Najua mimi vizuri, but we are trying. The beginning is now. The reality will come. Thank you.